majina naitwa Braxton Octave Omola. I'm 33 years old. Mimi ni hairdresser, beauty therapist na makeup artist. Nimefanya hii job professionally ni 8 years now, but nilianza kuifanya nikiwa mdogo. Nilizaliwa kwa familia kukuwa na demu na mimi nilikuwa first born, and then my parents walikuwa wanafanya business Nandi Hills. Huko ndio nimezaliwa na kulelewa. When my parents walikuwa wameenda biashara, mimi ndio nilikuwa naachiwa responsibilities za home. So nilikuwa na act kama mama na baba wakati wako away. So nikawa nainta zile duties zenye msichana angefanya, mimi ndio nilikuwa nafanya home. So nikaanza kudevelop hizo interest nilikuwa nafanya beading nikiwa mdogo, nilikuwa nashona zile sweta za shule, nilikuwa nacheza na mademu kati, and then sasa wananionyesha jinsi ya kuwashikia nywele. So ikafika point nikaanza kutumia zile nyungu, tulikuwa tunavunja nyungu ama tunatoboa mkebe ya mafuta, tunaweka makaa ndani and then nafanya nayo blow dry. So I think nikiwa around class 4 nilikuwa perfect kufanya blow dry. So nilikuwa napata hata wamama kwa estate wanakuja wafanyia blow dry. So nilipoenda nikaanza around class 7, class 6, class 7 nikawa shule. Sasa mimi niko tupoa na plate wasichana, natengeneza wasichana nywele. Mimi mostly nilikuwa nakaa na wasichana because I think nilikuwa na miss your presence ya msichana kwa family. Nijua tukuwa na msichana kwa familia yetu, tulikuwa 2 boys. Msichana alizaliwa 2002, our last born now. So nilipoenda high school Vihiga, nikaendelea tu na kufanya hiyo kazi ya kutengeneza wasichana, develop interest, ika grow, ikakuwa sasa ni kitu kila mtu alikuwa anajua mimi natengeneza wasichana nywele. Niliweza kutumia pombe because tulikuwa na bar. So niliweza kutumia pombe nikiwa mdogo. So mimi nilikuwa natumia tu pombe kabisa. Nilikuwa addicted to alcohol nikiwa bado mdogo. But sasa after my father alidai, vitu zikakuwa hard kidogo home, nikaenda kwa streets Mombasa. Nikakuwa street boy from the year 2002. Hiyo life ya street, I started getting involved into drugs mpaka nikakuwa mbaya sana in drugs. Kuna huyu mama alikuwa anaenda kuchukua plastic bottles kwake, and then tunaziuza hizo plastic bottles ndio tuweze kupata pesa ya kupata drugs na ya food. So huyo mama tukakuwa naye close for so many years. So nikaenda nikamwambia what has happened. So ndiye akaanza kunisaidia, akanichukua akanipeleka rehab, but rehab ikakuwa tricky kwangu. So mimi nikahepa, nikakuja nikamwambia nataka kurehabilitate but nje ya rehab. So akaanza kunisaidia with that process of rehabilitation. Wakati nilikuwa kidogo clean, akanipeleka college Tanzania, nikafanya hairdressing and beauty. My first clients obviously kwa ni ladies. I always loved working on ladies. Though I'm a good barber, I do men's haircut, but I feel comfortable working on ladies. So hiyo time nikianza kwa kidogo, especially Mombasa, sub Muslim town. So ilikuwa ni tricky kidogo ladies ku accept kutengenezwa na mwanaume. But sasa with confidence, and then ukifanya job poa, wanaenda wanaambia mwenzake kuwa kuna jamaa amenitengeneza poa. So hizo referrals zikaanza kunibuild, and then sasa the job, it's about creativity. When you are treating the client, they wanapenda kuwa treated with extra care, especially the ladies. So as long as you give them that
tender touch, they'll just come back.